Kama nilivyokuambia mama. Sawa binti yangu. Chumba umepata. Ila hapa kuna changamoto mbili. Changamoto ya kwanza, hii nyumba haina choo. Choo tunatumia kwa jirani. Changamoto ya pili, chumba hakina mlango. Mlango wake huwa tunanyanyua, tunaziba, baadaye tunatoa naweza kuingia. Sasa kutokana na hela ambayo umetoa ya mwezi mmoja, kidogo nitachelewa kufanya marekebisho kidogo ya chumba chako. Mwezi mmoja? Ndio. Mwezi mmoja kivipi hapa? Mama, mimi hapa nimelipa kodi ya miezi hiyo 3. Wewe Zungu, nimekupa kodi ya miezi mingapi? Ndio. Umenipa kodi ya mwezi mmoja. Zungu, usimchanganye Zungu. Ukichanganya? Zungu, nice, unijui vizuri. Mimi ndo hadi kichawa mtaa. Umenipa kodi ya mwezi mmoja, tena usinichanganye. Zungu, usimchanganye. Naweza nikakuharibu wewe sura yako. Ama mimi nilikuwa nakaa pale kwa mzee Rashidi pale, kama unamjua. Aya, nimekaa pale chumba pale, nimeishwa kodi. Nikaambiwa kuna dalali Zungu. Huyo dalali Zungu yukoje? Nikaamua kumtafuta huyo dalali Zungu. Sawa? Nilipomtafuta huyo dalali Zungu, nikampata. Nilipompata dalali Zungu, nikamwambia dalali Zungu, mimi na shida na nini? Na chumba. Sawa? Akaniambia je, mimi nina bibi yangu, ana vyumba vizuri kabisa vinachoo. Yaani kwanza kuna master, kuna vyoo vya, kuna nyumba, kuna chumba vya nje tu vya kawaida self. Alafu vyumba vyote vizuri. Kwa hiyo nikampa kodi ya miezi hiyo 3. Kwa anavyoniambia mimi nimelipa mwezi mmoja, sijui amekwambia nimelipa mwezi mmoja, simuelewi. Mama Zungu nitamwalimu. Usinichanganye. Sikizeni, mnajua je, mimi siwaelewi. Huyu ya miezi 3, wewe ya mwezi mmoja, vipi? Bwana. Sasa ulikuwa na pesa nini? Shida zangu. Nilikuwa na shida, ndio maana nikaenda kulipa deni langu, na jamaa alikuwa anadai. Wewe kijana. Yaani shida zako ndio utumikie kwenye nyumba yangu mimi. Sasa tuko ufupi binti yangu. Hapa chumba hakuna. Mimi sipangishi. Chumba chenyewe kinachovuja, sijui mlango wa kusogeza. Choo kwenda kujisaidia kwa jirani. Mimi mwenyewe sikitaki. Kwa hapa nataka Zungu, nataka pesa yangu. Nimetafuta kwa jasho hela yangu Zungu. Wiki moja nikutoa pesa. Unaposema fedha wewe unaya, na mimi nahitaji kusoma. Usiseme hivyo mdogo wangu, na mimi unanipa machungu. Ninaposema fedha mimi sina, nielewe kweli mimi sina. Okay bro, nimekuelewa. Pakome mwanangu. Mbona unaongea maneno makubwa kiasi hichi kuliko umri wako? Walimwengu ni watu wa design gani mwanangu? Walimwengu ni watu ambao hata ufanye jema vipi kwao ni baya. Ni wepesi kulipiza kisasi kuliko fadhila. Pakome mwanangu. Sasa umekuwa unajua zuri na baya. Na pia nakusii mwanangu, ujiepushe na makundi ya watu wabaya. Tufanye nini jaba? Na pesa hakuna. Tufanye nini jaba? Na pesa hakuna. Usife moyo kaka yangu, kwani unanipa machungu. Unaposema fedha wewe unaya, na mimi nahitaji kusoma. Usiseme hivyo mdogo wangu, na mimi unanipa machungu. Ninaposema fedha mimi sina, nielewe kweli mimi sina. Okay bro, nimekuelewa. Nimeona bora niache kusoma. Twende shambani na bibi kulima, ekari 2 zitatutosha. No, masikini kwetu mezidi, namonea huruma bibi. Tulilima ekari 2, na mavuno ni lita 2.
Mwandishi wa habari kutokea MTV. Samahani waziri, nina machache ya kuongea na wewe. Sawa, karibu. Asante. Kuna tuhuma zinazoendelea za kesi kama 3. Kesi ya kwanza inahusiana na ubakaji wa watoto wa kike, na kesi ya pili inahusiana na akaunti za wakulima kupotea za kifedha ambazo zinahamishwa kupelekwa kwenye akaunti nyingine. Kesi ya 3 inahusiana na madawa ya kulevya ambayo imesambaa picha yako ikisemekana kwamba wewe ndio unayehusika na hii kesi. Vipi, unaweza kutueleza kuhusiana naye? Sawa. Ukiwa kiongozi kama mimi, Mheshimiwa Waziri, tuhuma kama hizo haziwezi kukosekana. Kuhusu utekaji nyara wa watoto wa kike, hilo swala liko mbioni, tunashughulikia. Kuhusiana na madawa ya kulevya, hizo ni tuhuma ambazo sio sahihi. Najua kuna watu ambao wanajipatia fedha kwa ajili ya kupakazia Mheshimiwa Waziri ili na wenyewe wapate kuishi. Kwa hiyo hizo tuhuma hizo si sahihi. Okay, kwa tutegemee mazuri kutokea kwako. Kabisa. Sawa, Mheshimiwa Waziri. Nina kaswali kauzushi kidogo. Karibu. Yaani kila unapotembea huwa tunakuona unatembea na binti moja hivi. Tunatamani kumfahamu. Ni binti yangu. Binti yangu kipenzi, ninampenda. Tunashirikiana mambo mengi. Kwa ndo maana sehemu nyingi nakuwa naye. Binti, mambo mzima? Samahani, tuweza kuongea kidogo? Haina shida. Aha. Naitwa Agnes. Agnes kama nilivyojitambulisha. Unaitwa nani? Mimi ndo Shakila. Shakila. Sawa binti. Vipi kuhusiana na hizi kesi zinazosambaa mtandaoni zinazomtuhumu mama yako? Wewe kama binti yake unajisikiaje? Hizo tuhuma kwa mimi najisikia vibaya kwa sababu hazina ukweli ndani yake. Okay, sawa. Wewe kama binti unawaambia nini watu wanaokuangalia? Wapo wengi sana wanaosikiliza na hizi tuhuma mtandaoni, matusi nini. Na vipi ukiona comment wanavyomtusi mama yako, yani comment ni nyingi sana mtandaoni. Wewe kama unavyopitia hizi comment huo unawajibu nini? Na kingine sio kwamba nawajibu, ila nakaa kimya kwa sababu hawajui walitendalo. Aya, asante. Ndugu watazamaji, kama mlivyoona tumetoka kuhojiana na waziri maswali machache. Kwa majina naitwa mimi Agnes Chisato kutokea MTV. Asanteni. Habari yako kijana? Salama mama, heshima yako. Marhaba. Vipi familia yako inaendelea? Familia yangu iko vizuri na tunaendelea vizuri, na mke wangu ni mjamzito, karibia siku si nyingi atakwenda kujifungua na tutaongeza familia. Hongera sana kijana. Asante sana. Unaonaje kijana ukaachana na hii kazi uliyopewa? Sijajua unamaanisha nini. Ni baba mtarajiwa, si ndio? Ndio. Sasa kama ni baba mtarajiwa, utajisikiaje endapo utapoteza mke pamoja na mtoto? Ni kweli, lakini masuala ya familia yahusiani kabisa na kazi zangu. Kazi ni kazi na familia ni familia. Mheshimiwa Waziri, ningependa tuzungumze masuala mengine, tukaachana kabisa mambo ya familia. Unaonaje kijana ukaachana na hii kazi? Kwa kuwa nimekula kiapo na nimekunywa maji ya bendera, nitahakikisha kwamba nawashughulikia magaidi, uhalifu, majambazi, wanaofanya biashara haramu na wote ambao hawana uzalendo katika taifa. Kwani ni pesa kiasi gani unazolipa? Nitakulipa pesa nyingi tu utakazozihitaji. Labda nikwambie, pesa sio kitu ambacho kina thamani kuliko uhai wa wananchi, lakini pia rasilimali za wananchi pamoja na amani katika mataifa. Ingekuwa ni hivyo,
kusingekuwa na haja ya kutumia muda mwingi kutafuta mbinu, kujifunza ili nije kulisaidia taifa langu na mataifa mengine pia. Okay. Nikuahidi kitu kimoja. Ninaomba uachane na kazi hii ili uishi maisha yako ukiwa salama katika taifa hili. Waziri, nakuheshimu sana, lakini naona wito wako umekuwa ni kwa ajili ya kuchimba mikwara, na mikwara si sehemu ya kitu ambacho kinaweza kukaniogopesha ama kunitisha na kunifanya niachane na jambo ama kusudi langu ambalo bado sijalitimiza. Nashukuru. Kwa kuwa ni mgeni wangu, unatumia kinywaji gani? Ningependa tupate juisi na mheshimiwa waziri. Wewe ni waziri wangu. Okay. Jackson. Ramos. Naomba kaniletee kinywaji pamoja na chakula nitumie na mgeni wangu. Sawa. Wanakuita nani? Wanakuita nani? Dizo G Faru producer Benga. Records, baby. Moyo ungekuwa ni mlango, ningefungua uone kwa ndani ulivyojaza nafasi, au ingekuwa ni kitabu, ningekupa ukisome uone ulivyoiteka nafsi. Unajua mapenzi siri ya moyo, pale unapopenda unajua mwenyewe. Sininyime penzi nami na moyo, maumivu najua mwenyewe. Nipeleke Tanga, njia panda, Mbuyuni shule, unilishe karanga, unisomeshe chuo cha mapenzi bure. Presha itapanda ukiniacha bure bure.